أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ndugu zanguni, tukiwa katika masiku haya ya kuzaliwa kwa al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, imamu ambaye ni mmoja miongoni mwa maimamu 12 na yeye akiwa katika orodha ya imamu watano. Ndugu zanguni, tunapoizungumzia shakhsia hii, shakhsia tukufu ya al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, kwanza jina lake rasmi, jina lake maarufu ni Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, kwamba baba wa imam huyu Muhammad al-Baqir ni Ali ibn al-Husayn, Ali Zainul Abidin, na Ali Zainul Abidin ni mtoto wa al-Imam al-Husayn alayhi salam. Na al-Imam al-Husayn tunajua historia yake na nasaba yake inatoka kwa al-Imam Ali ibn Abi Talib. Lakini Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam amezaliwa tarehe 1 mwezi wa Rajab mwaka wa 57 Hijiria. Lakini sehemu aliyozaliwa Muhammad al-Baqir alayhi salam ilikuwa ni katika mji wa Madina, lakini muda wa uimamu wake, imamu huyu alikuwa ni imamu kwa muda wa miaka 19 na amefariki akiwa na umri wa miaka 57. Baba yake kama tumevyosema ni al-Imam Zainul Abidin au al-Imam Sajjad, al-Imam Ali bin al-Husayn alayhi salam. Huyu ndio baba wa nani? Wa al-Imam Muhammad al-Baqir. Lakini mama wa al-Imam Muhammad al-Baqir ni Fatima. Jina lake alikuwa akiitwa Fatima, lakini sio Fatima mke wa Ali ibn Abi Talib, ni Fatima mwingine, na inshallah tutakuja kuangalia historia yake kwa urefu. Kwa hiyo al-Imam Muhammad al-Baqir alikuwa na watoto naye. Miongoni mwa watoto aliokuwa nao alikuwa ni Jaafar bin Muhammad. Jaafar ibn Muhammad as-Sadiq ni miongoni mwa watoto wa al-Imam Muhammad al-Baqir. Lakini mtoto mwingine aliyekuwa naye alikuwa ni Abdullah, na mwingine alikuwa akiitwa Ibrahim, na mwingine alikuwa akiitwa Ubaidullah, na mwingine alikuwa akiitwa Ali, na mwingine alikuwa akiitwa Zainab na Ummu Salma au Ummu Salama. Hao walikuwa ni watoto wa al-Imam Muhammad al-Baqir, lakini watoto hawa walikuwa wanatoka kwa mama tofauti tofauti, kama tutavyokuja kuangalia orodha ya wake wa nani wa al-Imam Muhammad al-Baqir. Ndugu zanguni, tunapomzungumzia al-Imam Muhammad al-Baqir, ni imamu ambaye shakhsia yake ni kubwa, nafasi yake katika Uislamu ni nafasi kubwa. Kwanza tutambue kabisa kwamba al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam ni mmoja wa maimamu ambao waliokuwepo katika tukio la Karbala la kuuawa kishahidi al-Imam al-Husaini alayhi salam. Al-Imam Muhammad al-Baqir anasema kwamba nilikuwepo katika tukio la Karbala la kuuawa babu yangu al-Imam al-Husaini alayhi salam nikiwa na umri wa miaka 4, kwa sababu tukio la Karbala lilitokea mwaka wa 61 Hijiria na yeye alizaliwa mwaka wa 57. Kwa hiyo alikuwa na umri wa miaka 4, lakini anasema sikumbuki chochote katika tukio lile la kuoa kishahidi babu yangu, lakini vile vile na yale yote yaliyotokea tuliofanyiwa sisi kama sabaya, kama mateka wa nyumba ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yote haya hakuna chochote ninachokikumbuka. Kwa hiyo huyu ndio al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, imamu wa 5 miongoni mwa maimamu 12 baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inshallah katika
kipindi kingine tutakuja kuangalia nafasi yake zaidi katika Uislamu, lakini vile vile na kuweza kumtambulisha zaidi imamu huyu mtukufu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.